mwingine na mwanaume mwingine anaonekana. Lakini kabla ya jambo baya kutokea, Detective J anawasili kwa wakati na kumkamata mwanaume huyo. Siku inayofuata inabainika kwamba mwanaume huyo alitumwa pia ili awe na uhusiano wa kimapenzi na Hyun baada ya kupokea anwani yake kutoka chanzo kisichojulikana. Baadaye usiku, muuaji anamtumia Hyun ujumbe wa kutisha akimuonya kwamba kifo chake kimekaribia na kwamba amechoshwa na michezo. Akiwa amevurugika na kuogopa, Hyun anawasiliana mara moja na polisi. Baada ya uchunguzi wa kina, maafisa hatimaye wanafuatilia maficho ya tapeli. Mahali hapo panaonekana tupu, bila mali yoyote isipokuwa friza kubwa iliyoko konani. Wanapofungua, wanashangazwa kupata mwili wa Minjai ndani. Ugunduzi huu wa kutisha unaonyesha kwamba nyumba hiyo kwa kweli ilikuwa ya Minjai. Mpaka hapo inakuwa wazi kwa wote kwamba hii sio kesi ya kawaida. Mtuhumiwa ni muuaji hatari sana. Wakati huo huo, inabainika kwamba mwanaume aliyekuja kurekebisha sprinkler za maji nyumbani kwa Hyun kwa kweli ndiye muuaji aliyebadilisha sura. Alikuwa ameweka kamera ndani ya sprinkler kumchora kila hatua. Usiku mmoja, Hyun anahisi kama mtu aliingia kwenye nyumba yake, lakini baada ya kukagua kila kona, hamuoni mtu yeyote. Siku inayofuata, muuaji anamfuata Hyun kwa siri mpaka nyumbani kwake. Baadaye, bosi wake anapokuja kumtembelea, Hyun anamkataa, akihisi kwamba huenda ndiye tapeli. Licha ya kukataliwa, bosi anaonekana kuwa amelewa, anajaribu kuingia kwa nguvu. Akiogopa, Hyun anafungia mlango kwa nguvu na kwa bahati mbaya anamjeruhi mkononi. Baadaye, Hyun anagundua kuwa bafuni kwake kuko hovyo, kama vile mtu ametoka kuoga. Jikoni, anaona chakula kimezagaa, ikionyesha mtu alikuwa akipika. Ghafla, kompyuta yake inawaka yenyewe na ujumbe wa kutisha unaonekana kwenye skrini: leo umerudi nyumbani mapema. Akiwa na hofu, Hyun anawasiliana na polisi. Wanapofika na kukagua nyumba nzima, hawapati alama yoyote ya vidole, ikiashiria kwamba muuaji ni mtaalamu na makini sana. Muuaji anampigia Hyun na kumwambia kwamba anajua taarifa zake zote za benki. Mara tu baada ya hapo, Hyun anaondoa pesa zote kwenye akaunti yake. Wakati huu, maafisa wanaanza kuichukulia kesi hiyo kwa uzito. Siku moja, Detective J anasubiri nje ya nyumba ya Hyun akiwa na matumaini ya kumkamata mhusika. Ghafla, muuaji anavunja dirisha la gari na kumpiga hadi kumpoteza fahamu. Anapotoa kisu na kujiandaa kumuua Detective J, kelele kutoka karibu zimemkatiza na kumfanya kukimbia. Muuaji anaenda hadi nyumbani kwa Hyun akiwa na nia ya kumuua usiku huo. Wakati huo huo, bosi wa Hyun anafika kuomba msamaha kwa tabia yake ya awali. Anapomuona muuaji, anadhani kwa makosa kwamba Hyun ana mwanaume mwingine. Mapambano yanazuka na katika vurugu hizo, muuaji anamchoma na kumuua bosi. Wakati Hyun anarudi nyumbani, muuaji tayari ameficha mwili na kuingia kimya kimya ndani ya nyumba yake. Bila kujua hatari, Hyun anakaa kwenye sofa mpaka kitu fulani kinapomvuta macho. Anaangalia sprinkler ya maji ambapo anaona miali midogo ya kamera ikimulika. Akiwa amedua, anaanza kukagua sprinkler zote na kugundua kwamba muuaji anaweza kuwa ameweka kamera nyumbani kote. Akiendelea kukagua, anakutana na hali ya kutisha. Moyo wake unadunda anapoona mwili wa bosi wake umefichwa pembezoni. Wakati huo huo, mlango nyuma ya Hyun unafunguka na muuaji anasimama moja kwa moja nyuma yake. Ghafla anamvamia na kumpiga hadi kupoteza fahamu. Wakati huo huo, Detective J anarudisha fahamu na Detective Na anaenda eneo hilo. Pamoja, wanamuona muuaji akiendesha gari kwa kasi akiwa na Hyun akiwa amemteka. Wakaanza kumkimbiza. Wakati mbio zinaendelea kupitia barabara nyembamba, gari kubwa linagonga gari la Detective na kumuumiza vibaya. Wakati huo huo, gari la muuaji linapoteza mwelekeo na kupinduka. Licha ya ajali hiyo, muuaji anaweza kutoroka. Baadaye, Hyun na Detective Na wanapelekwa hospitalini. Wakati Hyun anapona, Detective Na kwa bahati mbaya anafariki kutokana na majeraha yake. Wakati Detective J anampa taarifa hiyo, Hyun anavunjika moyo na kujilaumu. Baada ya kuondoka hospitalini, anaamua ni wakati wa kumaliza jinamizi. Akiwa na azimio hili, anaungana na Detective J na pamoja wanafungua account fake kwenye tovuti ya Target, wakitumaini kumvutia muuaji kwenye mtego. Muuaji anajibu haraka na kupanga kukutana nao. Hyun, akiwa amejificha kimuonekano, anaenda eneo la miadi. Hata hivyo, anaanza kuhisi kuwa muuaji anaweza kuwa amemgundua. Akiigiza kwenda chooni, anapiga simu ya siri kwa Detective J. Kabla hajamaliza kueleza, muuaji anamuibukia kutoka nyuma, anamzima na kumpeleka kwenye jengo lake la maficho. Hyun anapopata fahamu, anajifungia mwenyewe kwenye balkoni na kumpigia Detective J kuomba msaada. Muda mfupi baadaye, muuaji anavunja dirisha kwa shoka akitaka kumfikia. Anapokaribia kumdhuru, Detective J anaingia na kukabiliana naye. Mapigano makali yanazuka na wote wanachomana visu. Katika hatua ya kukata tamaa, Hyun anachukua mashine ya kupiga misumari ya auto na kumgonga muuaji kwa msumari. Licha ya hilo, muuaji anamshambulia tena. Baada ya mapambano makali, anamkaribia karibu kumpiga kisu, lakini Detective J anaingilia kwa wakati na kumtupa chini kwenye
kwenye gari lililo chini. Mapambano yanaendelea na wawili hawa wanapigana vikali mpaka Hyun anafanikiwa kumbana muda wa kutosha kwa Detective J kummaliza kwa kumbana shingoni mpaka kufa. Kesi hatimaye inafungwa. Siku chache baadaye, Hyun anarudi katika maisha yake ya kawaida, lakini uzoefu huo wa kutisha unamuacha akiwa na ufahamu mkubwa wa hatari zilizofichika katika dunia ya mtandaoni. Vyetu ndio imeishia hapo. Kama umefuatilia recap hii mpaka mwisho, naomba sapoti yako ya hali na mali. Familia ya Icheki na hii bado ni ndogo. Kwa hiyo ni kuombe usiondoke bila kulike video hii, kubonyeza subscribe, kucomment na kushare video zangu. Asante sana kwa sapoti yako. Ubarikiwe sana ndugu yangu.